tunapoadhimisha sherehe ya kumwoa Bwana. Ilitukia itatoa siku 40 baada ya kufufuka Yesu ambaye alikuwa ni Alhamisi. Lakini kwa sababu ya kutukaji ili wengi tuweze kuadhimisha, basi sisi tunaadhimisha siku ya Jumapili tukimshukuru Mungu kwa baraka na neema zake anazotujalia sisi wafuasi wake. Baada ya kukaa na mitume na wafuasi wake, baada ya kuwafunulia yote aliyotaka wayajue na watambue, alipaa mbinguni kwa Baba yake katika utukufu. Yeye alirudi katika utukufu wa Baba, ambao utukufu huo alitoka nao na akakaa nao duniani. Ni utukufu huo ambao kwa mateso na ufufuko wake amemletea mwanadamu wokovu, amemletea mwanadamu wokovu. Baada ya kuwafundisha, baada ya kukaa nao, baada ya kuwapa furaha ndani ya mioyo yao, sasa anarudi katika ufalme wake, akiketi upande wa kuume wa Mungu Baba. Neno la Mungu linatuambia sisi tusishangae kuona amerudi kwa Baba, kwa sababu hiyo atarudi katika ulimwengu kuja kuwahukumu wazima na wafu. Enyi watu wa Galilaya, mnashangaa nini? Yeye amekamilisha kazi, amekamilisha mapenzi ya Baba, na sasa anawaachia mitume kazi ya kuendeleza kazi ya kutangaza ufalme wa Mungu hapa duniani. Analiachia kanisa wajibu wakaendelea kuhubiri neno la Mungu, kuhubiri injili ya furaha, kuhubiri matumaini. Anarudi kwa Baba, lakini anakukumbusha kwamba kazi hiyo ya kutoa ushuhuda wa neno la Mungu, ushuhuda wa ufalme wa Mungu hapa duniani, utapata nguvu kutoka kwa Baba, na nguvu hiyo itatuwezesha sisi kumhubiri Kristo kwa maneno na matendo yetu. Amewaidia Roho Mtakatifu, Roho Mfariji atokaye kwa Baba na Mwana, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tutapata nguvu ya kusimama imara katika kumhubiri Kristo mfufuka, katika kuhubiri upendo wa Mungu na ufalme wa Mungu kwa wanadamu wote. Wapendwa taifa la Mungu, Kristo anaona kwamba wakati umefika ili kila aliyebatizwa, kila aliyemwamini atambue wajibu wake wa kuendelea kuhubiri neno la Mungu, wa kuendelea kutoa ushuhuda wa ufalme wa Mungu, wa kuendelea kutoa matumaini kwa wanadamu wanaokata tamaa. Nendeni ulimwenguni kote, mkianzia Yerusalemu, Uyahudi wote, hata mwisho wa ulimwengu. Kumfanya Mungu atambulikane, kumfanya Mungu ajulikane na wanadamu wote, kumfanya Mungu apendwe kuliko yote. Ni wajibu wetu
anawafanya Wakristo kuwa mitume, anatufanya wafuasi wake kuwa mitume, na kutuma ni kuhubiri lile ambalo umetumwa. Wajibu wetu ni kutangaza Kristo, kutangaza ufalme wa Mungu, tukianzia katika familia zetu, tukianzia katika jumuiya zetu, tukienda katika parokia zetu, tukienda katika taifa, tukiwa wamisionari kweli kutoka nje, na kumfanya Kristo atambulikane na mataifa yote. Yeye amerudi kwa Baba, akituachia wajibu huo kwa kutumia vipaji tulivyokuwa navyo, vipaji ambavyo Mungu ametupa ili tuweze kurithisha vizazi vijavyo, tuweze kurithisha ufalme wa Mungu kwa watoto wa watoto wetu, kwa wajukuu zetu, kwa wale wote wanaomwamini Kristo na wasiomwamini Kristo. Watambue kwamba Mungu anakutumia wewe kwa neema na baraka zake. Amekujalia ili vyote alivyokupa uweze kutumia kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, yeye amerudi kwa Baba ili pale alipo ndipo na mtumishi wake awepo. Tutamani sisi nasi kurudi kwa Baba, tutamani kukaa na Kristo upande wake wa kuume. Tunaambiwa watakaokufa katika Kristo watanyakuliwa mawinguni waende kumlaki Bwana. Hivyo yeye ametutangulia kutayarishia makao, ambapo anataka kila mmoja wetu baada ya kutimiza wajibu wake, wajibu wa kumkiri Kristo, wa kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo yetu, wajibu wa kuishi injili ya furaha, injili ya matumaini, kazi ya kuwaleta watu kwa Kristo, kuwaleta watu kwa Mungu. Mwisho wa maisha yetu hapa duniani tuweze kwenda na sisi mbinguni kumlaki Bwana wa Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, baraka na neema alizokupa Mungu, vipaji alivyokujalia Mungu, uvitumie kwa sifa na utukufu wa Mungu kwa ajili ya kujenga kanisa lake na kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Mwisho wa maisha yako hapa duniani, mwisho wa maisha yako hapa duniani, niweze kuacha kizazi ambacho kitanikumbuka na kitaona ufalme wa Mungu kwa kupitia maisha niliyoishi na kuwashirikisha makuu ya Mungu aliyetujalia katika maisha yetu. Wewe kama mama unapewa wajibu wa kuwa mama mtakatifu na kuwarithisha imani watoto wako wajukuu zako, kizazi kijacho, kuwarithisha upendo na huruma ya Mungu, ili utakaporudi kwa Baba waweze kukumbuka, na wewe ukitazama useme, wanangu msiwe na wasiwasi, kwa sababu nimewarithisha nini? Imani niliyoipata kutoka kwa kanisa, imani niliyoshirikishwa na walioamini kabla yangu, na mimi nawashirikisha ninyi, nawashirikisha upendo wa Mungu, nawashirikisha huruma ya Mungu, nawashirikisha matumaini, ili mwisho wa maisha yetu kila mmoja wetu aende katika mbinguni. Baba yangu, katika uzee wako utakapokuwa unarudi kwa Mungu, acha duniani baraka na usiache laana na masengenya. Acha baraka, acha watu wakumbuke kwa makuu ya Mungu uliyoyatenda na waliopata kwa kupitia maisha yako, yenye kutoa ushuhuda wa imani, yenye kutoa ushuhuda ya Kristo wako. Kristo anakualika sisi wote wabatizwe, tukishirikishwa ukuhani wa Kristo, tukishirikishwa unabii wa Kristo, kwamba tunatumwa twende tukatoe ushuhuda wa imani kwa maneno na matendo yetu. Mwisho wa maisha yetu hapa duniani yaweze kuleta furaha kwa wale ambao tunawaacha. Mitume wanafurahi,
na wanamwabudu, wanamtukuza, wakimuona akipaa kwake mbinguni. Sisi nasi tuweze kufurahi, tuweze kumtukuza Mungu, kuwa watu wa shukrani, kwa kutazama Wakristo wenzetu wanaporudi kwa Baba, kwa kutazama wale ambao wamefanya wajibu wao hapa duniani na sasa wanaenda kumlaki Bwana mbinguni. Tuache furaha, tuache matumaini, tufanye kazi ya kuhubiri neno la Mungu bila kuchoka. Tuwe watu wenye huruma, tuwe watu wenye upendo, tuwe watu wenye injili ya matumaini, tuwe watu ambao wanawavuta watu kwenda kwa Mungu, kurudi kwa Kristo, na mwisho wa maisha yetu hapa duniani tuweze kurudi kwa Baba tukiwa na furaha na matumaini. Kristo ambaye ni tumaini letu, Kristo ambaye ni nguvu yetu, Kristo ambaye amerudi kwa Baba, amerudi kututayarishia makao. Alitoka kwa Baba na anarudi kwa Baba. Alitoka mbinguni kwa utukufu na anarudi mbinguni kwa utukufu. Anataka sisi kushiriki utukufu wa Mungu kwa baraka na neema alizotupa, ili mwisho wa maisha yetu tuweze kung'ara katika utakatifu kwa kuacha dhambi, kwa kuacha mabaya, na mwisho tuweze kurudi kwake mbinguni. Vijana mko? Vijana mko? Mapendo? Mapendo? Daima? Siwasikii. Leo kuna misa ya vijana. Mapendo? Daima? Mapendo hayo ni ya Mungu aliyekuwa mbinguni, akatushirikisha sisi. Daima tutoe mapendo kwa wanadamu wengine. Daima tumpende Mungu. Daima tuwapende hata wanaotutesa na kutuudhi. Tuwapende wanadamu wote bila kujali ni wa namna gani. Mapendo ya Mungu ambayo Mungu ametushirikisha ni huruma na msamaha wa Mungu, ni furaha ya Mungu kuunganika naye. Nyinyi kama vijana muweze kuishi mapendo hayo kwa kufanya mapenzi ya Mungu siku zote za maisha yenu, kwa kuwa tayari kumwabudu Mungu na kumtukuza Mungu kama walivyofanya mitume waliokuwa siku zote hekaluni wakimwabudu Mungu, wakimtukuza Mungu, wakimwimbia Mungu, wakimsifu Mungu mkuu ambaye yeye ndiye mapendo makamilifu, ambaye anawashirikisha vijana na Wakristo wote mapendo yake, ili tuweze kuwa watauwa wa Mungu, wenye kuwapenda wanadamu na kumpenda Mungu kuliko vyote, wenye kupenda siku zote kufanya mapenzi ya Mungu. Mapendo daima. Katika jubilei hii ya miaka 2025 tumwombe Mungu atuzidishie mapendo. Yeye aliyetufungulia njia ya kwenda kwa Baba, Kristo ambaye ni mlango wa kwenda kwa Baba. Mapendo yake kwetu ni kukubali kufa msalabani kwa ajili ya rafiki zake, na sasa amerudi kwa Baba ili wale wanaowapenda aweze kuwatayarishia makao yao mbinguni. Sisi nasi tuweze kuishi mapendo hayo kwa wanadamu wote, kwa kuwashirikisha wale wanaotaka mapendo hayo, kwa kuwa tayari kuguswa na huruma na msamaha wa Mungu kwa wanadamu wote, na kuwa tayari mwisho wa maisha yetu tuweze kurudi mbinguni kumlaki Mungu, kumlaki Kristo pale alipo, ndipo na mtumishi wake awepo. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria aliyepandishwa mbinguni, naye akakaa mbinguni mwili na roho, aliyepandishwa na mwanaye, aliyepandishwa na Mungu, ambaye hakuruhusu mwili wake uharibike. Kristo anapaa mbinguni ili sisi nasi tuombe Mungu neema na baraka tuweze kufika mbinguni. Hakika miili yetu itaharibika kaburini, miili yetu itaoza kaburini, lakini roho zetu zifike mbinguni, ziweze kumlaki Mungu huko mbinguni, ziweze kumlaki Mungu mbinguni, ziweze kuwa na Mungu siku zote, tuwezabie